Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hicho ndicho nilitamani ni kushirikisha asubuhi ya leo. Katika maisha yetu kuna watu wanaweza kawa ni watumishi wazuri, kwa maana ya wanatoa zaka na sadaka, lakini mioyo ya baba yao, yani yeye moyo wake na baba yake hauko vizuri, yani una shida. Moyo wake yeye, yani wakati fulani anakuwa jasiri hata kumsema mchungaji. Jamani, Bwana Yesu asiwe sana. Yani yuko tayari kumsema mchungaji. Lakini Biblia inasema moyo wa baba uelekee watoto na watoto mioyo yao ielekee baba zao, nisije nikaipiga dunia kwa laana. Laana ni kukataliwa na Mungu. Laana ni kufanya kila kitu unachokifanya kisifanikiwe. Wakati fulani nimekuwa mahali fulani kama mchungaji, basi mtu mmoja ni mshirika akawafuata baadhi ya watu, wakasema, jamani, sasa huyu ameshakuwa mchungaji hapa, kaeni naye mbali, yani msimsogelee. Yani sio alikuwa na maana gani? Mimi niliposikia zile taarifa nikamuita. Nikasema, unasema wakae, ulisema haya na haya na haya. Akakataa. Alipokataa nikasema, tusimame tuombe. Tukasimama tukaomba. Baada ya maombi yale tukaachana, maisha yakaendelea. Kwa kuwa nilimuita chini ya uongozi wa vizee wa kanisa, baadaye mambo yake yakaanza kusumbuka. Mimi sikuwa na shida naye. Mambo yake yakaanza kusumbuka. Baadaye mambo yalipokuwa magumu sana, akaenda kwa mzee mmoja wapo, akasema, mchungaji alitumia nguvu sana kuniita mbele yenu. Mimi nilitamani aniite peke yake, ningekubali. Sasa kweli mimi nilisema, lakini kwa kuwa aliniita na nyinyi, ndio maana nilishinda kukubali. Mzee mmoja wapo akaja akasema, bwana, yule mtu kweli alikubali, alisema kweli, lakini alitaka umuite peke yake. Nikamwambia, mimi nilishaomba. Bwana Yesu asiwe sana. Nilimuuliza, alikataa, na nilishaomba, na kwa kuwa nilishaomba siwezi tena kubadilisha, kwa sababu mimi sikumuita kwamba ilikuwa ni vita. Lengo letu ni kupatana, tuone kuna shida gani, kwa nini anasema haya. Lengo letu, natamani moyo wake na moyo wangu uweze kuwa kitu kimoja, tuifanye kazi ya Mungu. Na ndo nadhani hata ndo nia ya baba yenu hasa wa mahali hapa. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Si kila mtu anaweza kawa na sifa ya kuwa mchungaji. Kuna baadhi ya watu Mungu anawaita, akihubiri unaweza kusema Mungu anashuka, lakini Mungu amemuita kwa ajili ya kuisukuma kazi ya mahali pale. Si kwamba anavyohubiri ndo awe mchungaji. Kwa sababu kumpata mchungaji kuna prosesi, sio jambo jepesi. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma Biblia, mchakato wa kumpata mchungaji, Mungu anawaambia wale watu, baada ya kila mmoja anataka kujiinua, akasema, leteni fimbo. Chukueni fimbo, kila mmoja na fimbo yake, mweke sehemu moja, alafu mtaziweka mahali. Biblia anasema walipoenda asubuhi yake, wakaona fimbo ya Haruni imefanyaje? Imechipuka. Kwa hiyo Haruni ndio mchakato wake kukata maneno, kwamba ni mchakato, si kwamba unalala na kuamka tu basi huyu tayari ni mchungaji. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia uchungaji sio kuhubiri, ni zaidi ya kuhubiri.
Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu amekuita hata kama una huduma ya kiwango gani, lengo lake anataka uisapoti kazi ya mahali hapo. Moyo wako uendane na baba yako wa kiroho. Jamani, ninaongea na mtu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Na kama liko jambo ambalo lipo kwako, maanake Mungu atasema na baba yako wa kiroho, maana moyo wake na moyo wako mmeambatana. Mungu huwa anasema kwamba kuna jambo fulani kwa mtu fulani, shughulika nalo hilo. Kwa nini? Yeye yuko hapa kama wakili. Wakili ni mtunzaji wa vitu ambavyo si vyake. Ninaongea na mtu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Kanisa ambalo, ninaposema kanisa ni mtu, kanisa ambalo moyo wake haujaambatana na baba yake wa kiroho, maana kanisa hili baadaye linaweza kugeuka kuwa dini. Haliwezi kupata matokeo, litakutana na shida mbalimbali, litakutana na mambo mengi. Kwa nini? Kwa sababu tayari kuna gap. Lakini Mungu ataondoka katika eneo hilo kwa sababu kuna shida tayari. Kila mmoja atafanya anavyoona yeye kuwa ni sawa. Hawatafanya watu sawa sawa na vile Mungu anavyotamani. Kwa nini? Kwa sababu tayari watu hawa mioyo yao iko nje na baba yao wa kiroho. Ninaongea na mtu. Baraka zako ziko kwa baba yako wa kiroho. Tunaposema madhabahu, si hapa niliposimama, sio pale nilipokaa. Madhabahu ni mchungaji. Madhabahu ambayo haina mchungaji inakuwa ni jukwaa. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Moyo wako usisubutu hata siku moja kumwazia mabaya baba yako wa kiroho, kufikiri mabaya juu ya baba yako wa kiroho, kusema mabaya juu ya baba yako wa kiroho. Mungu atakase kinywa chako, atakase mawazo yako. Ujue kwamba kama hayuko mtu mbele yako ambaye Mungu ameweka ndio utaratibu wake, huwezi kufanikiwa. Utaenda mbele kwa kurudi nyuma. Ninaongea na mtu. Yaani kuna watu wanaenda mbele kwa kurudi nyuma. Anatembea ni kama unamwona kama anaenda kufanikiwa, lakini kwa sababu moyo wake uko mbali na baba yake wa kiroho, amekuwa ni mtu wa kuanguka na kuamka. Ninaongea na mtu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wamekuwa ni watu wa kuanguka na kuamka, ni kwa sababu hiyo. Ndio maana leo unakuta mshirika mmoja ana wachungaji karibu ni sio ngapi. Si mwingine kwenye redio, kwenye TV, sijui kwenye simu, sijui kwenye nini. Mambo ni mengi. Maanake huyu mtali ana tatizo mahali. Biblia inasema nitawapa mchungaji atakaopendeza moyo wangu. Maanake Mungu mchungaji aliyowapa amlie naye ndio Mungu ameona kwamba anafaa na anaweza kukizi mahitaji yako. Ninaongea na mtu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Usihangaike kwa wachungaji wengine. Usitafute mambo mengine huko nje, kwa sababu kupitia huyo, kama moyo wako utaambatana naye, baraka zako zipo. Mungu atabadilisha historia ya maisha yako kupitia huyo ambaye Mungu amemweka hapa, naye amekuleta hapa akijua kwamba huyo atakufikisha kule unakokwenda mbinguni. Utamuona Mungu kupitia huyo. Umewahi kujiuliza kwa nini uko hapa? Maana makanisa ni mengi yametuzunguka. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini uko hapa? Maanake Mungu haujaja kwa akili zako, haujaja kwa mawazo yako. Uko hapa sio kwa sababu wewe umependa kuwepo.
Mungu amejua kupitia huyu aliyemweka hapa atakufikisha. Ninaongea na mtu. Na ndio maana unaweza kuta kuna wengine wanatoka hapa wanaenda si wapi, wengine wanatoka hapa wanaenda wapi, wengine wanatoka hapa wanakuja hapo. Mungu anakuwa na kusudi. Na kusudi lake ni moja tu, kwamba mwisho wa siku tuweze kumuona nani? Mungu. Mwisho wa siku maisha yetu yabadilike. Vile tulivyokuwa tunaishi kabla ya wokovu na baada ya wokovu lazima yabadilike, kwamba yaani watu wajue kwamba huyu sasa kweli ameokoka, kwa sababu mwanzo alikuwa anaishi maisha ya aina fulani, lakini sasa hivi maisha yake yamebadilika, tunaona anaishi maisha ya aina fulani. Kwa nini? Kwa sababu moyo wako na baba yako umeambatana. Kwa hiyo baba anaposema kile kitu kinakuwa juu ya maisha yako. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Swali moja mjumbe mmoja aliuliza asubuhi. Akasema sisi kwa nini tuliookoka hatufanikiwi kama wa mataifa? Tunakuwa maskini. Wale wanamtumikia shetani, kule kwa shetani wanapoenda na wanapopata maagizo ya upande wa pili wa mambo ya giza, wanakuwa ni waaminifu. Hebu sema waaminifu. Ni waaminifu. Na kwa sababu ya uaminifu wao, vitu hivi vya kimwili Biblia inasema ni kama nyongeza. Nyongeza ni ziada. Maandiko yanasema utafuteni kwanza ufalme wa Mungu pamoja na haki yake, hayo mengine mtazidishiwa. Kuzidishiwa ni nyongeza. Wenzetu wa upande wa pili ni waaminifu, yaani jambo akiambiwa ni mwaminifu, hana kona kona, hajiulizi maswali, hasemi itakuweje, hana kujaji. Sasa kwa sababu ya kuto kujaji kwake, yale anayotaka anafanikisha. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi nimekaa Dar es Salaam miaka 9. Wakati naishi kule, wale wenzetu wa Uislamu kuna watu wanaitwa swala 5. Swala 5 maana yake kwa siku anasali mara ngapi? Mara 5. Kwa wiki ukichukua 7 mara 5 unapata 35. Maana yake kwa wiki anasali mara 35. Wewe kwa wiki unasali labda mara 3. Mwenzio kwa siku anasali mara 5. Alafu ni mwaminifu mara zote 5. Alafu wewe kwa wiki unasali mara 3. Alafu hizo ibada siku nyingine mwambie mchungaji leo nilibanwa. Alafu namwambia una taibu. Mwambie mwenzio, unamwambia mchungaji una taibu. Unamwambia mchungaji leo mimi nilibanwa. Lakini wao wenzetu hata kama unakuja na hela zako muda wa ibada ukishafika nakwambia ustazi subiri mtanani muda umeenda. Wewe ambao unatamani huwa kutokea muda wa ibada shirikadule analeta na kuleta sio wateja sio mapepo, ndio unasema ngoja niuze kidogo maana toka mchana sijauza. Ndio unaendelea kupambana, masaa yanaenda mpaka unafika muda wa ibada unasema nitaenda siku nyingine. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Unafika hapo unasema kwa nini sisi hatufanikiwi? Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Katika ulimwengu wa roho, malaika wa Mungu na wa shetani wanashindana kwa hoja. Ikiwa unatamani Mungu akubariki, maana yake utabarikiwa sawa sawa na vile unavyofanya mbele za Mungu. Kwa hiyo wale maadui wanapokuja kukuletea shida katika ulimwengu wa roho, malaika wa Mungu wako kuja kukusaidia, lakini unaonekana wewe kwa upande wa adui kwa sababu ya matendo yako. Kwa nini? Shetani ni roho na ana malaika zake, na Mungu ni roho na malaika zake.
Ushindi wako, nguvu zako ziko katika utendaji. Ninaongea na mtu. Ukiwa wewe unacheka alafu moyoni mwako una hasira, shetani anajua na Mungu naye anajua. Ukisema mimi nampenda baba yangu wa kiroho kuliko kawaida, lakini moyoni mwako ukumbe kuna shida, shetani anajua na Mungu anajua. Basi baba yako wa kiroho anapoweka mikono juu yako akaomba, lakini moyo wako na wake hauendani, yale maombi badala ya baraka yanageuka kuwa laana. Ninaongea na mtu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Yale maombi yanageuka kitu kingine, hayawezi kuleta baraka kwa sababu moyo wake na wakwako hauendani. Na yeye amepewa kubariki tu, yeye amepewa kusema. Kwa kila mmoja atapokea sawa sawa na vile anavyo kile kilichokuwa ndani ya moyo wake. Moyo wako na baba yako wa kiroho uko sawa, uko sahihi, unaendana. Mawazo yake na yake yanaendana, nia yako na yake inaendana, kusudi lako na lake vinaendana. Maana yake kama haviendani, badilika asubuhi ya leo. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi nakupa hii kama siri. Kwa nini? Si tumetoka huko, mimi nimekuwa mshirika, nimekaa mzee wa kanisa miaka na nimekuwa mshirika miaka. Nimeongozwa na wachungaji wa aina nyingi mbalimbali, wengine wapole kabisa, wengine wakali, lakini nimejifunza vingi, kwamba kadiri ya baba wa kiroho anavyokufurahia ndipo baraka zako zinapozidi kufunguliwa. Baba wa kiroho hakuna mtu atakayemchukia, ila huwa anaweza kujisikia vibaya kwa ajili ya mtu fulani. Na kama anajisikia vibaya kwa ajili ya mtu fulani, maana yake nini? Maana yake ni kwamba maombi yake hawezi kusema Mungu ambariki. Atasema Mungu ambadilishe, Mungu amtokee, Mungu amtengeneze. Mungu wewe ni mfinyanzi, finyanga moyo wako kuelekea wewe. Sasa anapokuombea hivi, wewe huelewi kwa baba yako anatamani wewe ubadilike, wewe unatamani ubarikiwe. Ninaongea na mtu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tuko hapa, lilikuwa lengo langu ni moja, kukushirikisha kwamba Biblia imeko wazi, imeshasema kwenye kile mstari wa 6, lengo la Mungu mioyo ya watoto iwaelekee baba zao na mioyo ya baba iwaelekee watoto wao, ili nisije nikaipiga dunia kwa laana. Dunia inatembea katika laana kwa sababu, maana tafsiri mstari sasa wa 6, kwamba dunia inatembea kwenye laana kwa sababu mioyo ya watoto na mioyo ya wazazi haijaelekeana. Mioyo hii ikielekeana, manake laana haipo. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Winda moyo wa baba yako, anataka nini? Fanya hicho, alafu ona Mungu kama hajakutokea, kwa sababu kila unachokifanya ndio furaha ya baba yako. Na ushahidi uko mwingi kibiblia, ambao wako watu ambao na baba zao wa kiroho walienda pamoja na walimuona Mungu sana katika maisha yao. Lakini wako watu katika Biblia mioyo yao haikwenda na mioyo ya baba yao, baadaye wakaishia katika changamoto, katika laana, katika shida. Tunamwona Elisha na Gehazi. Elisha moyo wake ilikuwa sio wakati wa kupokea sadaka, lakini Gehazi akasema huyu mtu amezikataa, mimi nitazifuata. Akazifuata kwa mlango wa nyuma. Na hii pia unaweza kugundua, ndio maana aliporudi Elisha anamwambia Gehazi,
moyo wangu haujaenda pamoja na wewe? Kumbe mioyo yetu, yani moyo wa baba yetu huo unatembea na sisi kokota kule tunakosafiri. Kuna wakati anaweza kunyamaza kama hajui, lakini anajua. Ninaongea na mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Simama mahali ulipo. Simama mahali ulipo. Simama mahali ulipo.